tikana na inadaiwa kwamba ni uti wa mgongo katika mji wa Dar es Salaam. Sasa mwanahabari mwenzangu Rajab Hassan anaangazia hiyo taarifa kwa kina. Katikati ya mchana jijini Dar es Salaam, mji maarufu wenye pilika nyingi mashariki mwa Afrika. Mji huu ni nyumbani kwa watu zaidi ya milioni 4 na idadi inatarajiwa kuwa maradufu. Kwa mahitaji ya kila siku, umati huu unategemea eneo moja maarufu lenye historia ya aina yake, soko la Kariakoo. Ni wachache wanaoweza kusimulia hadithi ya miaka zaidi ya 98 ya jina na soko la Kariakoo. Mahali hapa Wajerumani walipanda kwa ajili ya kuweza kumwapisha mtawala wao anaitwa Wilhelm Kaiser, ambaye alikuwa mtawala wa Kijerumani. Kwa hiyo Waingereza waliposhinda eneo hili walilitumia kwa ajili ya shughuli zao za kivita, pia kwa ajili ya kuweka zana zao za kivita, na pia walitumia kwa ajili ya kuwatumia watu kubeba mizigo yao kwa kuelekea vitani, yani tunaita wale askari wa mizigo. Kwa jina maarufu walikuwa wanaitwa Carrier Corps. Lakini ili neno Carrier Corps ndio likaja likatoa jina ambalo kwa sasa panaitwa mahali hapa Kariakoo. Kariakoo, licha ya kuwa soko muhimu kwa mahitaji ya kila siku kwa Tanzania na wageni, pia ni kivutio kwa wanaofika Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Kutokana na umuhimu wake, miaka 1974 lilianzishwa shirika la masoko Kariakoo. Shirika likimilikiwa na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa 51% na serikali kuu kwa 49%. Hili ni eneo muhimu kwa wakulima. Kwa siku tani za mazao ya kilimo huuzwa hapa. Dhamira yetu ni kufikia kutoa huduma katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati, ili kuwafanya wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za mazao ya vyakula, pembejeo za kilimo na shughuli zingine kuja kufika mahali hapa. Eliza Muro tangu mwaka 2012 amekuwa akifanya biashara hapa. Ametuambia kuwa Kariakoo imebadilisha kabisa maisha yake. Ukweli namshukuru Mungu, nimepata faida kubwa sana. Nimeweza kuishi mwenyewe kwa kujitegemea. Nasomesha watoto kupitia biashara hii. Kwa hiyo nimeona mafanikio mengi sana katika kufanya biashara Kariakoo. Kiba Omar tangu aanza kufanya biashara hapa Kariakoo hakuwahi kubadili anachokiuza. Ameuza ndimu kwa muda mrefu. Kwa mimi mabadiliko hamna. Maana biashara yangu mimi ndimu miaka yote. Kwa hiyo mimi na ndugu zangu rasmi. Akija hapa sema afike hapa kwanza niwauzie. Sawa bwana. Kwa hiyo mimi kama Kariakoo mbaya ngakuelewa. Kariakoo safi tu. Hadithi ya Eliza na Kiba Omar inadhihirisha umuhimu wa soko hili la kihistoria katika pwani ya Afrika Mashariki. Wenyeji wa hapa wakati mwingine hupaita shimoni kutokana na ghorofa moja ya soko kuwa chini ya ardhi. Muonekano wa soko la Kariakoo ni wa pekee, hivyo kuwa soko la tofauti katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Mtazamaji, mwakani mwanahabari mwenzangu Mark Namaswa alitembea katika eneo la Mara na kutuandalia taarifa ifuatayo katika makala ya Tembea Kenya. Mojawapo ya vivutio kwenye eneo la hifadhi ya Mara ni eneo la Olchoro Oirua Conservancy, mahali ambapo tumefika kuwatembelea vifaru weupe. Mandhari ya hapa ni ya kuvutia, vilima, misitu na eneo tambarare, mbali na hewa safi. Tunawapata vifaru hao, yule wa kike Malkia Elizabeth na wa kiume Kofi Annan. Huyu sasa mwenye analala huyu ni Kofi Annan. Unasaliwa siku ile wakati Kofi Annan akuja kugawa Raila na Kibaki. Siku hiyo kati ya wana sign akasaliwa huyu kwa hii boma ya faru. Kwanza kabisa Elizabeth ni mnyama ambaye tulitoa Nakuru National Park, ambaye ni msaliwa ya wale ambaye zetu zilirudishwa Nakuru. Ni mtoto ya hawa. Alafu Kofi Annan alisaliwa na wale ambayo imeletwa kutoka Solly Orange.
Tabia za vifaru hawa pia zinasadifiana na majina yao. Kofi Annan akiwa mtulivu. Ukimuita kwa majina anajua, especially Kofi. Elizabeth imekuwa friendly kidogo, lakini bado ni wild kiasi. Hifadhi hii ilianzishwa mwaka wa 92. Awali wanyama wengine kama simba, chui, fisi na nyati pamoja na swara wakiishi hapa. Rhino ya kwanza zililetwa hapa 1993. Zililetwa rhino mbili kwanza kutoka Lower Down, ambayo nilikuwa nakumbuka jina ya moja inaitwa Juma na Chepkony. Mikakati ya kuwalea vifaru hapa ikawa migumu. Wakaletwa wengine 10 lakini wakarejeshwa kutokana na mbungo au sesefly hadi madaktari walipokabiliana na mbungo. Lakini bado malezi ya vifaru sio kazi rahisi, hususan kwenye tishio la uwindaji haramu. Sisi inagawana mara kadhaa. Iko wale wanaenda patrol ya mguu, iko wale wanaenda patrol ya gari, iko wale wanaenda patrol ya mapikipiki, na wale nafuata. Hawakienda mbali, gari naamuka nafuata. Makazi ya Kofi na Elizabeth pia yamezingirwa na uanzito na nyaya za umeme. Asiwakaribie mtu au mnyama mwenye nia mbovu. Hapa makazi yao yanavyoonekana kutoka kilima cha Kileleoni. Wasimamizi wa hifadhi hii pia wanajivunia kuwa wapekee eneo nzima la Mara wenye vifaru weupe. Other conservancies, the other comes from other conservancies come to Olchoro, not really to do game drive, but to come and just see the rhino, because you are guaranteed that when you come to the Mara, you'll be able to see the rhino, which also we charge some money for that, which is not so much, just $5 per person. And yes, it's not a lot, but we charge something for that. Maafisa wanaojukumika na malezi ya vifaru hawa wanasema sharti uwatunze jinsi waleavyo watoto na kila wakati wawe chini ya ulinzi mkali. Mark na Maswa, KTN News, Olchoro Conservancy, Masai Mara. Mtazamaji, tukikaribia kukamilisha kipindi chetu cha Kumbukizi mwaka 2017 siku ya leo, basi mwanahabari mwenzangu Jeff Kirui anaangazia wasifu wa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyeri Wahome Gakuru aliyefariki kutokana na ajali ya barabarani. Mwenda zake Daktari Wahome Gakuru alijitosa kwenye ulingo wa siasa mwaka 2013 akiwania nafasi ya kuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Nyeri. Na japo alipoteza kwenye uchaguzi huo, nyota yake ya siasa ilianza kung'aa. Uchaguzi mkuu wa Agosti 8 mwaka huu akiibuka mshindi kuwa gavana wa 3 wa kaunti hiyo. I, Dr. Wahome Gakuru, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Nyeri County. Wahome Gakuru alichukua hatamu za uongozi akiwa na ari ya kuimarisha sekta ya kilimo, hasa ukulima wa kahawa na majani chai katika kaunti ya Nyeri. We have ended up holding the notorious position that my leaders talked about, all of them. Position 47 out of 47 on matters development due to incompetence in leadership. Wahome Gakuru alizaliwa mwaka 1966 katika eneo la Kericho, kaunti ya Nyeri. Akaanza masomo yake katika shule ya msingi ya Kiganjo kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Kigumo walikofuzu na kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Baadaye aliendeleza masomo yake akijiunga na chuo kikuu cha Willamette alikojipatia shahada yake ya uzamili ama masters, na chuo kikuu cha Arizona Uingereza alikojipatia shahada yake ya uzamifu. Baadaye aliendeleza masomo yake akijiunga na chuo kikuu cha Willamette alikojipatia shahada yake ya uzamifu au PhD. Tajriba yake kwasi kwenye sekta ya biashara ilimpa nafasi kuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi kwa takriban miongo miwili, akifunza katika taasisi ya biashara ya chuo hicho.
Umaarufu wake ulichipuza alipotwikwa jukumu la kuwa mkurugenzi wa ubunifu wa ruwaza ya mwaka 2030 alikohudumu kwenye afisi ya rais, na baadaye akijiunga na wizara ya mipango alikokuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa ruwaza hiyo. Wahome Gakuru alikuwa mmoja wa viongozi wa Jubilee waliokuwa wakimpigia upatu Rais Uhuru Kenyatta kuchaguliwa tena baada ya mahakama ya juu kufutilia mbali uchaguzi wa urais wa Agosti 8. Chini ya kauli mbiu ya mbele iko sawa, Wahome Gakuru alizuru maeneo mengi kwenye harakati za kampeni hizo. Wakazi wa Nyeri na Kenya kwa jumla wanaomboleza kifo cha gavana wa pili kutoka kaunti hiyo kuaga dunia kwa muda chini ya mwaka moja. Jeff Kirui, KTN News. Mtazamaji, kufikia hapo basi natamatisha taarifa zetu za Kumbukizi mwaka 2017 siku ya leo. Nasema zidi kutegea kwenye KTN News kupata uhondo zaidi uliofanyika mwaka 2017. Mie nimekuwa wako Nicholas Mbuga na kutakia jioni njema.